Tunatarajia tusome leo hizi aya 4 za mwisho katika suratu Az-Zumar. Ndio za mwisho hizo Aya 4 za mwisho katika suratu Zumar, ambazo aya hizi mkusanyiko wake nitazigawa inshallah. Jazakallah khair. Mkusanyiko wake aya hizi zitaelezea ahwalu ahli al-iqabi wa ahli thawabi, hali za watu watakaoadhibiwa na hali za watu watakaopewa thawabu kwa maana ya malipo mema. Kiufupi leo tutasoma hali za watu wa motoni na hali za watu wa peponi. Mwenyezi Mungu atutie peponi. Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu kali ya moto. Aya ya 71 tunaanza Aya namba 71. Kama mnavyojua, aya tulizomalizia zilikuwa zinaelezea hali ya siku ya kiyama kwa ujumla. Aya za jana zilikuwa zinaelezea kiyama kitakavyokuwa kwa ujumla wake. Leo Mwenyezi Mungu anaelezea hali ya kiyama mufassala au tafsila, kwa kupambanua hicho kiyama. Kuna watu watakuwa hivi, kuna watu watakuwa hivi. Sawa sawa. Tumeona jana litapigwa baragumu mara mbili. Mara ya kwanza likipigwa, vitu vyote vitamalizika kwa maana ya kufa, ila wale ambao Mwenyezi Mungu atawahitari. Sawa sawa. Kisha baada ya muda litapulizwa tena baragumu, watafufuka wote, wale waliokufa siku ile na waliokufa zamani. Kisha watakusanywa. Sawa sawa. Watakusanywa, vitabu vitawekwa visomwe ili watu wapate kulipwa. Hii ndo habari ya jana. Sawa sawa. Sasa leo hapa vishasomwa vitabu na watu wanaziendea sehemu zao za malipo. Ndio mnasaba wa mtiririko wa Qur'ani. Huko nyuma mpo Kwa hiyo vitabu vishasomwa na vishahakikisha huyu atachukua hiki, huyu atachukua kile. Kabla ya hapo watu wataona matendo yao. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maskini Mwenyezi Mungu anasema hivyo Kiyama ni siku ambayo kila mtu ataona alichokifanya katika kheri zake. Hizi zote hizi kheri tunazozifanya, mambo tunayoyafanya haya, kuna mengine ushayasahau kutokana na mazingira na muda uliokuwa nao. Umefanya kheri nyingi ushasahau, lakini siku ile utafaje? Utaziona. Ndio inaitwa hiyo siku ambayo ardhi itatoa mizigo yake. Mizigo yake maana yake itawatoa wale waliokuwa makaburini humo na mizigo yao. Pale aliposema idha zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa akhrajatil ardu
Wa akhrajatil ardu athqala, na siku ardhi itakapotoa mizigo yake. Yani tena Mungu ameita athqal, yani vitu vizito. Hapo ulipokaa ardhi chini na vitu ikiwemo madini, mawe, chokaa, watu. Wale watu sasa na mizigo yao na akaunti zao zile. Mungu atujalie tu na akaunti za khairi nyingi kuliko za shari. Wa akhrajatil ardu athqala, sasa itatoka pup. Kuna watu watakuwa na vifurushi. Kuna mwingine atakuwa na jizigo kubwa mpaka anashangaa nalibebaje hili. Sasa Mungu ndo anasema wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, na yale ambayo mtu itakuwa ameyafanya katika mambo maovu atatamani yeye mwenyewe akae nayo mbali mbali. Sasa hivi si unafanya vitu unaona vya kawaida na unavipenda. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hilo. Nafsi imeumbwa kupenda maasi na maovu na machafu. Nafsi ya binadamu yoyote unayemuona, nafsi yake ina muyul manake kupondokea mambo ya ovyo ovyo tu, machafu. Basi wakati mwingine unaambiwa jitizame, hata ukijikuta unapenda sana kuswali, huenda hiyo swala ikusaidii, kwa sababu nafsi haikuumbwa kupenda kuswali. Sawa? Unajikuta ukosi darasa, jichunguze. Unakuja darasani lillahi ibtighaan limarudhati llah, kwa kutaka kumridhi Mungu, au unakuja tu wa khalifin nafsa wa shaitana wa'sihima. Imam al-Busiri anasema ikhalifu nafsi yako na mkhalifu shetani, wa inhuma mahadhaka nusha fatahimi. Anasema na ikitokea siku moja nafsi ikikuta inakunasihi, nenda kaswali, toa zaka, toa sadaka, funga, kuwa na tuhuma, nafsi yangu kweli, ichunguze, yani usijiache anajikuta kwenda kuswali, kwa sababu nafsi haikuumbwa hivyo. Sasa nafsi hii inayopenda mabaya hivi sasa, mnanielewa vizuri? Naeleweka? Hii nafsi inayopenda mabaya ndio anayoielezea Mungu wama amilat min su'in, na yale yaliyofanywa na nafsi hii katika mambo mabaya, nafsi tawaddu, itatamani lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'id, yenye itapenda ikae nayo mbali. Maanake hii pia mimi, hii pia hivyo nilikonyeza hapa, zile mtu kapita unambweza hiyo imo kuna zio ishaingia. Sawa? Unaweza kufanya kitu kidogo, unaona kiduchu kimo. La tahkiranna min alma'rufi shay'a, kinyume chake pia la tahkiranna min alma'asi shay'a. Usidharau katika jambo jema hata dogo lifanye, lakini usidharau katika jambo baya hata dogo likimbie. Usije kusema hichi kijidhambi hichi tu, kidogo tu bwana hichi, mesi nimebusu tu, litakuwa kubwa hilo siku ya kiyama. Sawa? Bwana mmoja anasema, kati anaelezea kinaya cha mambo haya, anasema la tuqasim saghiran, la tahkiranna saghiran fi mukhasamatin. Sawa? Fa innal ba'udata tuqli muqlatal asadi, tudimi muqlatal asad. Usimdharau mtoto mdogo katika vita. Usimdharau mtoto. Mtoto atanifanya nini huyu? Mtoto nitamkamata, nitamtia ngumi moja, na mkanyaga kichwani, na mtandika kulikweli. Mtoto maadamu ni vita, hiyo ni vita bwana, haina umri. Sawa? Akasema kwa sababu hata mbu alisababisha simba akajitofua jicho. Mbu alivyokuwa kaletewa ujinga na Simba mnamjua sio Simba Sports Club, nyewe watu wa Simba, sio Simba ile.
wala sio simba plastiki, wala sio simba mtoto basi service. Simba yule, simba asadi, mnyama yule. Aliwahi kumwatia mambo ya kijinga jinga mbu akasema sikuwezi, lakini iko sehemu nitakukamata, nitapambana na wewe. Unajua alichofanya? Anapita hapa kwenye macho tu, anakwenda huko ile anamfukuza, akimwacha anatua hapa kwenye mboni. Basi kwa hasira mwisho akajitoboa na makucha yake mwenyewe, akawa simba kipofu. Huyo kashika njia akaenda zake. Sasa ndio madhambi. Usione madhambi maduchu kwamba hiki dhambi tu hiki bwana, kwani kula riba ndio nini kwani? Leo mtu mmoja kaniuliza, nilikuwa kwenye kipindi pahala, ananiambia mimi mwanamke wa Kiislamu nakaa siku zote na mwanamme haja nioa, yani mtu na demu wake hapo. Mtu na sio ndio mnavyoita huko, mtu na demu wake, au mtu na mtu wake. Wanawake jina moja tu, demu lakini nyinyi ndio mna majina mengi: mtu wangu, bosi wangu, mbuzi wangu, majina yetu yote yenu hayo. Allahu akbar. Sasa ananiuliza, niko mimi mwanamke wa Kiislamu lakini niko na mtu wangu siku zote hajanioa, lakini ikifika Ramadhani tunatengana, yeye anakuwa kwao na mimi nakuwa kwetu. Hata kufuturu nafuturu kwa jasho langu la halali, aniletee hata sensi tano. Kuna ubaya naambia mbaya vile vile, sawa, eti kwa sababu hamletei chochote mbaya. Hii ni dhambi. Tena mtu wangu kakupa nani mtu huyo? Wamedharau madhambi, wanayona madogo. Dhambi hakuna dogo, niwaambieni. Mtu kadiri akifanya dhambi anajiwekea kijabali juu ya nini? Yani yale madhambi yale ni jabali liko juu ya kichwa, time yote litakuangukia. Basi watu wataonyeshwa, tunarudi kwenye tafsiri sasa wataonyeshwa matendo yao, watahukumiwa kwa mujibu wa kitabu. Jana tumesema waudhi al kitabu, na vitabu vitawekwa, kisha wakudhi ya bainahum bilhaqi, na watu watahukumiwa kwa haki. Baada ya kuhukumiwa kwa haki, sasa ndio watu wa peponi watakwenda, Mungu atujalie katika hao, na watu wa motoni watakwenda, Mungu atukinge na adhabu kali ya moto. Ndio Mungu anasema hapa, wasiqa alladhina kafaru, na wataburuzwa na kukokotwa wale ambao wamekufuru, waliomkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila jahannama, kupelekwa motoni, zumara, makundi kwa makundi. Yani wale watu watakupelekwa motoni makundi kwa nini makundi lisiwe kundi moja? Makundi kwa makundi, kwa sababu kila mtu ili fungu la wazinzi ili hapa umeelewa? Kwa hiyo zumara, unaona kabisa kundi, mimi ndo niko kundi hili. Umeelewa vizuri? Kwa nini lisiwe kundi moja na watu wote waenda motoni? La, wanakwenda kutokana na tabaka walizokuwa nazo. Kundi la wasengenyaji unaliona kabisa lile, wale wasengenyaji hao wanakwenda. Hawa hapa walioacha kuswali, hawakuwa wanaswali Ramadhani mpaka Ramadhani, kundi lao hili hapa. Sawa, hili kundi la mashehe shekhe, mashehe wengi watakwenda motoni. Tena hawa ndio wanaadhibiwa kabla mashehe. Mtu akikuuliza mtu gani ataingia motoni kabla ya mushirikina, ni yule mtu aliyosoma kama hivi, kisha baadaye akaenda kinyume na alichokisoma. Alimun biilmihi lam ya'malan,
muadhabun qabla ubadil wathan. Katika Zubad tumesoma hivyo, Safwatu Zubad. Na sio lazima uwe shekhe, wewe ambaye ushawahi kusikia tu siku moja kwamba zina ni haramu, umesikia hujasikia, ndio ushajua hivyo, basi iepuke. Uliwahi kusikia siku moja riba ni haramu, umesikia hujasikia, iepuke. Wizi ni haramu, umesikia hujasikia, uepuke. Sasa hiyo ndio ilmu hiyo. Alimun biilmihi lam ya'malan, mwanachuoni au mjuzi ambaye hajatumia alichokijua, huyu muadhabun qabla ubadil wathan, ataadhibiwa huyu kabla ya wale wenye kuabudu masanamu. Kwamba ulijua kitu gani kilichokufanya ukaaswi, ni kiburi tu na ujeuri, kujua ulijua. Sawa, uko mbele utaona kwa nini tunasema hivi. Ipo aya huko mbele utaiona inakuja. Kwa hiyo wasiqa alladhina kafaru, watakukotwa na kuongozwa wale waliokufuru. Na jana tumeeleza kukufuru maana yake ni kukanusha alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watakokotwa ila jahannama, kuelekea motoni, zumara, makundi kwa hali ya kuwa makundi kwa makundi, kila watu na kundi lao. Hata idha jauha, mpaka watakapoifikia, futihati abwabuha, itafunguliwa milango yake. Wakiifikia hii hapa sasa, pale milango yake itafunguliwa. Inafunguliwa mapema, kabla hawajaingia mlango wa jahannam. Mnafahamu, unajua maana yake? Sawa sawa na mtu amechemsha maji kwenye sufuria kubwa, kisha akafunua mfuniko akatizama, kinachotokea nini? Ni kuadhibika na ule mvuke wake. Kwa hiyo hii adhabu inaanzia hapo, wanakaribia tu, futihati abwabuha, itafunguliwa milango yake, waanze kushairi, yani kwamba tunakwenda wapi. Mmenielewa? Na ina milango 7. Ina milango jahannam, ina milango 7. Laha 7 abwabin likulli babin minhum juz'un maksum, kama inavyosema Qur'ani. Jahannam ina milango kwa maana milango ni tabaka, yani stage, daraja. Milango kwa maana nini? Daraja. Daraja. Hata kwenye basi kuna daraja. Kuna mtu anakaa first class, VIP, business, economy, moto nao kwa hivyo hivyo. Ndio maana yake. Maimamu na wanachuoni wameizungumzia hiyo milango 7. Ndio mlango, kuna mlango unaitwa jahannam, kuna mlango unaitwa ladha, kuna mlango unaitwa al-hutama, kuna mlango unaitwa as-sa'ir, kuna mlango unaitwa as-saqar, kuna mlango unaitwa al-jahim, kuna mlango unaitwa al-hawiya. Ukihesabu inapata mingapi? 7 milango hiyo, na kila mlango una watu wake. Mwenyezi Mungu atuepushe na balaa hilo jamani. Ili joto tu la Dar es Salaam hapa sisi macho yanatutoka. Unafika wakati joto linakolea Dar es Salaam, unatembea usiku, watu wote wako barazani, nyumba zao wao wenyewe, hakulaliki ndani, nje pia hakukaliki. Na kila kitoto kilichokuwa ndani unakisikia sauti yake kinavyoadhibika na joto kali. Ni huu moto huu tu, sawa? Na unaambiwa moto huu wa duniani umechujwa mara 70,000 ukilinganisha na huo moto, kwa maana ya moto huu wala haumo. Kwamba nyumba imeungua. Mwaka 2016 nilipata hasara ya kuunguliwa na jengo la kule kwetu. Ndani ya dakika 20 tu nyumba imewaka yote mpaka msingi. Dakika kule madrasa. Moto ule si lolote, si chochote.
Juzi niko Kariakoo, jua kali hivi, juzi ya Kijomba naita. Nimekaa pahala, kuna ndugu zangu fulani wananijua, wananipenda, wamenikaribisha juisi. Najua mashehe kwa juisi za kupewa tena. Wasipendagi kupewa sana, lakini nafika wakati anashindwa. Mimi napenda kujielezea mkiwa wengi hivi. Mimi wasipendi sana basi tu kulipiwa, hata kulipiwa mimi sipendi. Unakwenda hoteli unakunywa chai alafu umekuta ushali iweje tu, lakini kwa kweli mimi nimemgomea mtu hapa Basmati juzi. Nishakunywa chai naenda kulipa, naambia ushalipiwa. Nikamwambia ananitaka nini huyo mtu mimi akulipia? Mimi sipendagi sana. Itokee tu. Sasa siku nimekaa na kunywa juisi, wakaja wakina mama wawili pale, wamevaa kimjini. Lugha hiyo inajulikana Yaani kuna nguo ukivaa inakustiri, inakupendezesha, inakupa heshima, inakubadilisha, unaonekana mtu fulani. Sawa? Lakini kuna nguo nyingine haikustiri, haikupendezeshi, haikuvutii, lakini mtu kavaa. Kama zile nguo zinaitwa kamati ya chini. Nguo ile nani. Sasa wale wadada walivyokuja wala sikuwasemesha, wala yule rafiki yangu muuza ile juisi hakuwa semesha. Tunakunywa juisi. Ali, funguo ya gari iko wapi? Kuna mtu anataka kwenda kufuturu, umeziba na gari yako pale. Naona hii ndio nilisema jana. Zima hii sauti. Alafu kuna gari nyingine iko huku, IST Toyota T290 DPG iko upande huu. Haya. Sawa. Tumefikia wapi? Hatukuwasemesha wale watu. Wakawa wanakunywa juisi na wao. Na mimi namalizia juisi yangu ya kupewa bure taratibu. Ghafla wakapita wakina mama wengine watatu, lakini wao hawakuja katika duka la juisi. Wamepita tu. Tumeelewana? Nataka kuelezea moto Lakini wamevaa vizuri. Wamejistiri. Mpaka hawa wakina mama hawa huku wakajiona vibaya, wale waliokuja pale. Wenyewe wanasema idha saa fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Vitakapokuwa vibaya vitendo vya mtu, basi mara nyingi na dhana zake huwa mbaya. Wenyewe wakajistukia na vile vipedo vyao, maziwa nje hiyo, makwapa ya kina mama wazi. Walipopita wale waliovaa vizuri, wakawa wanasemeshana, joto lote ila Dar es Salaam ndo gubi ile. Yaani joto la Dar es Salaam hii gubi ile, tena huku Kariakoo. Mimi mwenzangu hata siwezi, Mimi pale nilishindwa tena, nikasema qul naru jahannama ashaddu harran lau kanu ya'lamuna. Mungu anasema hivyo. Maana Mungu anasemesha waambie hao, na aya imekuja hivyo. Qul naru jahannama ashaddu harran lau kanu ya'lamun. Waambie moto wa jahannam una joto kweli kuliko la Dar es Salaam, lau wangekuwa wanajua. Basi walikaa kimya na mimi nikaendelea kukaa kimya, ujumbe umefika. Kwa hiyo niwaambie ndugu zanguni, tunasema habari hizi kama nilivyosema jana, tusiachukue madarasa haya au mawaidha haya kuwa ni burudani. Tunakuja kusikiliza habari za pauko pakawa. Hizi ni habari za kweli, anahadithia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maana yake nini? Anatutengeneza, anatutayarisha tujichagulie sie wenyewe. Sawa? Kwa hiyo watachukuliwa hawa makundi kwa makundi,
mpaka wakiusogelea, hata idha jauha, wakiujia sasa, wakiufikia moto, futihati abwabuha, itafunguliwa milango yake. Sawa Nimesema milango iko mingapi kwa mujibu wa Qur'ani? Milango 7. Milango kwa maana ya nini? Tabakati, matabaka yale, na kila mlango wanaingia watu wake. Mlango wa kwanza wataingia Waislamu maasi, Waislamu wenye maasi wale. Jamaa Waislamu pia wataingia motoni, wanaitwa ahlu tauhidi. Mlango wa kwanza wataingia ahlu at-tauhidi, watu kabisa wamekubali Mungu mmoja yupo na Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, na wameukubali Uislamu kabisa. Ukiwaambia nani, ambia mimi Muislamu, lakini Muislamu huyu ana maasi. Mmenielewa vizuri? Hawa nao wataingia motoni kwa mujibu wa makosa yao. Tauhidi inatuambia wataingia motoni na watakaa kule kwa kiasi cha kifungo chao. Kuna mtu atakaa miaka 8 kama anavyokaa Segerea, kuna mtu atapiga 20, sawa sawa. Kuna mtu atakaa siku 3, kuna mwingine ataingia chap chap katoka kwa sababu alionja tu kidogo, sawa sawa. Wataingia watu, mlango wa kwanza wataingia almuwahiduna, ahlu tauhidi, watakaa motoni bihasabi maasihim, kwa kiasi cha maasi yao. Pia usijaribu jambo hilo pia. Moto ndio moto tu, usiingie motoni, usikubali kuingia hata kidogo. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatutaka katika hasa mwezi wa Ramadhani, katika mambo yale manne tuyafanye sana. Moja, tumwambie Mwenyezi Mungu atuweke mbali na moto. La kwanza tushuhudie ashhadu an la ilaha illa Allah. La pili tutake msamaha, sawa. La tatu tuombe pepo. La nne tuwekwe mbali na moto bilkulli, sawa. La kwanza nini? Tufanye sana shahada zetu tuzirinyu. La pili tuombe, tulete istighfari, maghfira, kuotaka msamaha. La pili, naanza tena. La kwanza, la pili kutaka msamaha, naanza tena. La kwanza, la pili, la tatu kuomba pepo, la tatu. Haya, naanza tena, usione tabu, wewe sema tu. La kwanza, la pili, la tatu, la nne kuwekwa mbali na moto, kuachwa huru na moto. Mtume anasema maneno haya rudieni sana katika Ramadhani. Ndio hapa alipomsikia Imam Mursalina baada ya swala anayasema ya maneno, lakini hakuyasema vizuri hivi. Ndio maana yake. La kwanza ashhadu an la ilaha illa Allah, shahada hiyo. La pili nastaghfirullah. La tatu nas'aluka aljannata ilahi. La nne wa na'udhu bika minan nar. Wewe unaona ule mwimbo unasema mimi bwana Ramadhani tabu, lakini kale kajimbo cha Ramadhani, kale kajimbo sio kajimbo. Haya ni maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tupigeni moja hapa. Ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Umeelewa Lakini wewe usemi, kwenye tarawih usemi, unajiaminije sasa? Unajiachiaje sasa? Na siku hizi ndo zinaenda, hayo mambo tu sio kajimbo. Mtume anasema istakthiru fastakthiru, kithirisheni tena zaidi, kwa sababu ametumia swigha la istikthari. Kwa mtu aliosoma lugha ya Kiarabu tena swarfa anajua hapa al-istikthar. Akusema fa akthiru, kasema fastakthiru.
wenyewe wanakwambia ziyadatu fil mabani yushiru ziyadata fil maani, kuzidisha maneno katika matamshi yake kimajengo kuna maanisha maana nyingi. Kwa hiyo fastakthiru, fanyeni sana 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 maneno haya, ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika min. Tunashuhudia hapana mola ila Mwenyezi Mungu mmoja, nastaghfirullah, tunataka msamaha, nas'aluka aljanna, tunakuomba Mungu pepo, wa na'udhu bika minan nar, na tunajilinda kwako na moto wa jahannam. Usikiache iki kajimbo, usikaache kama unavyokiita mwenye kajimbo, kirudie. Alafu ile Allahumma innaka afun inatoka wapi? Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamjibu mkewe, kaambia ya Rasulullah, ikitokea katika Ramadhani nikabahatika mimi naitafuta Lailatul Qadri, niseme nini? Akamwambia sema Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Mungu atujalie tuyashike maneno haya sawa sawa. Kwa hiyo mlango wa kwanza wataingia Waislamu, watu wa tauhidi, watakaa motoni kwa kiasi cha makosa yao. Jitahidi kuwa mwingi wa msamaha. Dhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinafutika. La taknatu min rahmatillah, mwenyewe anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Mungu anatoa ofa, tangazo, anamwambia Mtume Muhammad, waite ewe waja wangu. Tena umeona Mungu ametumia neno la waja ya salam. Wamemkosea hawa wamefanyaje? Wamemuudhi Mwenyezi Mungu, lakini bado anawaita waja wangu. Hii ni huruma ya Mwenyezi Mungu na rehema yake. Binadamu akikosewa, akiudhiwa, yule mtu anambadilisha jina. Punda sana we, jamaa mshenzi yule, kisha akafanyaje? Basi hata mtoto wake wakambadilisha jina, ng'ombe we mkubwa we, kisa tu kamtuma sukari kaleta chumvi. Jina nani? Mwenyezi Mungu pamoja na makosa yetu bado anatuita nani? Waja. Qul ya ibadi alladhina asrafu. Tena Mungu ametumia kilima cha israf, maana kiwa wamefanya israfu, wamefanya madhambi mengi kweli kweli, tofauti na umri wao. Kuna mtu ana miaka 20 lakini ana madhambi milioni 20, maana hata ukipiga divide system huwezi kupata. Ndio israfu yenyewe. Mnanielewa vizuri? Basi Mungu bado anamuita mja wangu, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie la taqnatu min rahmatillah, wasikate tamaa na rehema ya Mungu. Mungu ana rehema yake. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu. Ameanza na neno tena yaghfiru, hiyo ni fi'lu mudhari'u litajaddudi listimrari, kwa watu wanaojua lugha ya Kiarabu. Yaghfiru yani present continuous tense. Allahu yaghfiru dhunuba, tena jami'an, yote. Ni athari kubwa, unakwenda kwa huyu ambaye anasamehe madhambi yote, na wewe umekuja na madhambi yako yote. Si naeleweka ndugu zanguni? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, na wewe unakuja kwa Mwenyezi Mungu bidhunubi jami'an. Na umri ulikuwa nao, na si umri tu, umepata bakti kumsikiza mtu mdogo kama Walidi Al-Hadi kakaa kwenye kiti kikubwa anakuambia maneno haya, lakini bado unakwenda na madhambi jami'an. Huyu moto tu. Na mlango wa toba uko wazi, ma lam yughargir, muda wa kuwa mtu hajafanya, roho yake haijafika hapa kwenye hulqum, anaumwa, anaweza akatubia, bado yuko tilalila na oksijeni, anaweza akatubia. Lakini roho ikitoka sasa, inaanza kutoka pale tena, Mungu wa shughuli imeisha. Muda wote huo tumtake msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa ya jamaa?
Kwa hiyo mlango wa kwanza, tabaqatul ula, wataingia muwahiduna, wale ambao kwamba wameyasikia haya na bado wanafanya madhambi, lakini pia hawarudi nyuma kwa Mwenyezi Mungu kwa kumwambia Mungu nisamehe. Sawa? Na maana ya kusamehe, ya kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu ni kidogo tu. Unapitisha katika nafsi yako kwamba hichi nilichokifanya ni makosa, unakiri. Sawa? Kukiri, baadhi ya watu wengi hawajui kwamba kukiri ni kuomba msamaha. Unafanya dhambi bado huioni ni dhambi, japokuwa unaijua ile ni dhambi, unaiona raha tu. Nilisema mwaka jana hapa sijui wapi, kuna mtu nilikutana naye Ilala, anajiita kwamba mimi ndio rais wa maasi, na akanikuta mie nayo maneno, alhamdulillah Mungu amenipa. Nikamwambia wewe ndo rais wa maasi? Anambia mimi ndo rais wa maasi. Nikamwambia kwa hiyo ushafanywa rais wa maasi mwenyewe. Basi mpaka leo anipendi. Anipendi. Sasa rais wa maasi kufanya tu, sio kufanywa Rais wa maasi gani? Nikamwambia rudi kwa Mwenyezi Mungu. Wacha kiburi wewe. Mwenyezi Mungu achezewe. Kakupa nafasi, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Wewe ni mdogo sana. Antum ashaddu khalqan amis samai banaha. Antum ashaddu khalqan amis samau Mungu anatuuliza, nyie mna miili mikubwa kuliko mbingu niloiumba? Rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha lailaha wa akhraja wewe nguzo hii hapa uiwezi. Nguzo na wewe nani ana nguvu? Lakini bado unajifanya mimi ndio kila kitu. Rudi kwa Mwenyezi Mungu. Al-i'tirafu tauba, wanasema kiri kwanza, haya ninayofanya ni nini? Makosa kwa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, hili ni kosa, pitisha hivyo ndani, hili ni kosa Mungu. Baada ya kukiri, juta. Kitu cha pili kufanyaje? Kwa nini nimefanya hivi? Usifurahikie kwamba jana bwana, jana ulikuwepo wapi jana? Juta kwa hicho ulichokifanya. Shetani anakuchezea wewe. Kwanza kiri, ili ni kosa. Pili, jutia ulichokifanya. Ona shame, be the sad, yani ona mimi wakufanya jambo hili mimi, ya Rabbi. Sawa. Tatu, jing'oe katika hilo, kuwa na azma, sitorudi tena. Hizi jamaa nakupeni ngazi za kutubia ndio ngazi za nini? Kwanza kiri, pili juta, tatu jitoe katika lile jambo alikufai. Sawa. 4 ndio mwambie Mungu nisamehe. Yani ile astaghfirullah inakuja mwisho, sio astaghfirullah lakini hizi 3 hazipo. Hiyo sio toba. Ndio toba inayotaka toba nayo hiyo, sababu ni toba ya uongo. Hiyo ni toba inayotakiwa nayo ipajiwe, iombewe msamaha. Mungu atujalie kila la kheri. Lakini kama iko umefanya kosa kumfanyia binadamu mwenzio, kitaongezeka kitu kingine cha 5. Vivi 4 vilivyotangulia sawa sawa. Cha 5, kabla ya kwenda kwa Mungu kumwambia nisamehe, unamfuata yeye mwenyewe. Bwana, nilikuibia nisamehe, nilikutukana nisamehe, nilikusema vibaya nisamehe. Ukishamaliza hapo ndio unakuja kwa Mungu sasa. Mungu nisamehe, nishapita ngazi zangu zote hizi. Sawa sawa. Niliiba bwana hapa dukani, niliiba. Kwa hiyo naomba nisamehe au nikulipe kile kitu. Na wewe ukifuatwa na mwenzio msamehe, kwa sababu na wewe una yako. Kuna ngazi 3 za Kiqur'ani. Cha kwanza, khudhil afwa. Mungu anasema khudhil, chukua msamaha. Yani ule msamaha ameufanya kama ni kitu hivi, kama kitabu au meza au simu, alafu ukichukue. Khudhil afwa, kwamba kuwa na desturi ya kusamehe wenzio, wewe msamehe. Alafu waamur bil urf, amrisha mema, wa a'ridhu anil jahilin,
kisha watu wasiokujua wewe achana nao. Kuna mtu akujui nafasi yako, cheo chako, anapenda kukunini nini hivi, sawa? Man jahila shay'an adahu, wanasema mwenye kutokijua kitu ukifanyia uadui. Inawezekana wewe uko kwenu ni mtu mkubwa sana, katibu kata, mjumbe wa nyumba 10, au huna vyeo vyovyote, lakini kwenu ndo kiongozi wa familia, nyumbani unaheshimiwa. Ukija mjini huku hakuna mtu anayekujua, wanakusema sema vibaya, wanakudharau wewe, a'ridhu anhum, wasamehe kwa sababu hawakujui. Usianze tena hamnijui mie. Kila mmoja akisema hamnijui hapa tutakaa kweli hapa? Mursalina ambe mimi unijui na mimi nitasemea unijui, itakuwa mimi mnijui, unijui, mimi unijui hapa. Kwa hiyo hatuli ni unijui. Tosheka kwa kujulikana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Sawa sawa. Waqala khazanatuha, tulikuwa tunapanga pale daraja za watu mlango namba 1 wanaingia almuwahiduna, namba 2 wataingia Mayahudi. Wataingia Mayahudi. Mnawahitaji Kiingereza ni ahlul kitab, Jewish. Mlango namba 3 Manaswara, wa Kristo wamo kwa mujibu wa vitabu vyetu, sawa. Mlango namba 4 kuna watu wanaitwa aswaibuna. Hawa walikuwepo katika watu wa ahlul kitabu, wakajibandua katika Mayahudi na Manaswara, wakaja wenyewe wanajinasibu ni wafuasi wa Nuh, lakini tofauti na hapo wao wanaabudu ruhaniyatu samawia, yani vitu vya mbinguni, nyota, mwezi, jua, malaika. Wale wanaitwa aswaibuna. Wataingia mlango namba ngapi? Mlango namba 5 wataingia almajus. Majus ni watu wenye kuabudu moto, watu wenye kuabudu, wale watu wanaosema, wana fikra ya kwamba dunia ina asili 2. Dunia ina asili an-nuru wa dhulma. An-nuru, dunia ina asili ya mwangaza na kiza, ndio slogan yao ya maisha, lakini Mungu wao ni moto. Wanaitwa nani? Majusi. Namba 6 almushrikun, watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa mtu anaabudu kinyago, anaabudu sanamu, anaabudu binadamu mwenziwe, anaabudu hela, mushrikuna. Na adarkul asfal, moto ule wenyewe kabisa mkali, wataingia munafiqun. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Wanafiki, mnamjua mnafiki? Hapo nikae kidogo. Tunapenda kuitana, wewe mnafiki wewe usimuite mwenzio mnafiki. Kuna katika Qur'ani kuna sura nzima inawahusu, suratul munafiqun. Inaanzaje? Idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum saa ma kanu dhalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la wa idha tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahdharhum wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah wallau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu walillahi khazainu samawati wal ard
walakinna almunafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila almadina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-izzatu. Hiyo ndio minafiki. Hiyo mnafiki ni yule mtu mwenye sura hizi. Tusikilizane vizuri. Mungu anasema huyu fi darkil asfali minan nar, anakuwa katika ile daraja ya chini ya moto. Daraja ya hapa sio chini kwa maana ya nafuu au kwa maana ya economy. Moto chini ndio mkali, juu ndio una afadhali. Moto kule chini kule ndio kila kitu. Kwa hiyo mnafiki ni yule mtu ambaye kwamba tukiwa naye hapa si tunamjua ni Muislamu mwenzetu, tunaswali naye, tunafunga naye, tunakula naye, tunaishi naye, tunafanya naye kila kitu hapa, na hata mabinti zetu tunamwozesha na uimamu tunampa, lakini ni msaliti mkubwa wa Uislamu. Na sisi tunapanga mambo, tunaona yamepangika, lakini siku ya pili yamevuja. Yule ndo mnafiki, anatuumiza. Yukhadi'una Allah, wanamhadaa Mwenyezi Mungu. Wakiwa huko na watu wao, yeye ni wanzake, akija hapa ni mwenzetu. Huyu fi darkil asfal minan nar, qabahahu Allah. Sawa sawa. Na hata Mtume Muhammad ndio imeshuka sura nzima hii kutahadharishwa na watu hao. Rais wao alikuwa nani? Abdullah bin Ubay bin Salul. Huyu ndio raisul munafiqina. Sawa, anapiga majuba, malemba, na Qur'ani anajua, na mawaidha anatoa, lakini hana haja ya Uislamu hata chembe zaidi ya kuudhuru Uislamu. Huyu ndio mnafiki. Mungu anakupa sura yake. Fa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ukiwaona utawapenda ile appearance yao, miili yao, lile koti lake analolivaa na kanzu ilivyonyooka na bakora alivyokuwa nayo. Wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu, na wakisema, wana ulimi mzuri sana, tasma'u liqaulihim, maneno yao unayasikia yote na unasema huyu bwana, huyu anatufaa huyu. Tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu, tena kaannahum khushubun musannada. Mungu anawasifu namna alivyowaumba kana kwamba nguzo zilizotulia. Sasa maana kipande cha mtu, sina maana kila mrefu ndo wao. Hapa Mungu anatupa tasawuri, kuna tasdiki na tasawuri. Hamna mtu aliyosoma mantiki hapa. Katika mantiki kuna kitu kinaitwa tasdiki na sasa hii ni tasawuri, yani Mwenyezi Mungu anatupa picha ya wale watu lakini kosa lao moja, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, ndani ya nafsi zao. Yahsabuna, wao wanadhani kila neno wanaambiwa wao kwamba mwizi huyo, anaruka ruka hivi, anajistukia, ndio yahsabuna kulla sayhatin, anajistukia. Naambia hapa sasa hivi tutaanza kubaguana. Yeye anaanza na anakuwa na mbinu nzuri ili asigundulike. Huyo ndo mnafiki. Yeye anakwenda fi darkil asfal, tabaka ya mwisho kabisa. Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Na yule mtu ambaye anajiona hajakaa vizuri bado katika imani, akae vizuri katika imani. Hii daraja mbaya sana ya nifaq. Na Uislamu nini? Uislamu unaumizwa zaidi na hawa, kwa sababu ni watu ambao kwamba yatakalamuna bialsinatina au bilisanina, wanaongea lugha yetu, tunalala nao, tunaishi nao, siri zetu wanazijua. Hawa ndio wabaya. Uislamu wanaumaliza sana, na ndio wanaelezwa sana katika Qur'ani. Mwanzo wa suratul Baqara Mwenyezi Mungu kawataja hapa, kawaletea sura nzima. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa siri, akamtajia watu 13 wapo ndani ya Uislamu lakini wanafiki. Kwa nini alimwambia? Ili ajitahadhari kupanga nao na asipokee rai na fikra zao. Sasa mwenzetu mtume ndo mtume, mimi na wewe tena imamu wa Kichangani utamjuaje?
Anaweza kuja mtu na mipango mizuri, unasikia michango yetu hapa ili umeme, kumbe ndo huyo. Mnanisikia? Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaje? Alitajiwa majina, na kabla ya kufa alivyoona sasa umri unakwenda mwisho, akamwita mtu wake mficha siri anaitwa Hudhaifa ibn al-Yaman. Akamwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, kuna watu kiasi kadhaa wanafiki, ni fulani 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 fulani, tahadhari nao. Sawa? Na watu wakajua kabisa kwamba Hudhaifa ibn al-Yaman Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtajia majina ya wanafiki, na akafa. Hudhaifa ibn al-Yaman anayo yale majina. Alivyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab alimwendea Hudhaifa akamwambia, Hudhaifa, amaka 15 isman min al-munafiqin, yale majina 15 bado unayo? Akamwambia nayo. Atarani ana wahidun minhum, vipi mie ni mmoja katika hao nimo? Akaambia hii ni siri, nikikwambia ndo nishafichua siri. Hapa unapata somo gani wewe uliokaa hapa? Unapata somo zuri. Usijiamini moja kwa moja. Maana yake huyu aliokwenda kumuuliza Hudhaifa ibn al-Yamani ni nani? Ni Umar ibn al-Khattab, sahaba wa juu sana, mmoja katika wale 10 waliobashiriwa pepo, ambao yeye mwenyewe Mtume kabla ya kufa kwake alimbashiria pia kwamba atauliwa, atakufa shahidi. Siku ile alivyokaa katika Jabal Uhud kule, alikaa na yeye na Abu Bakar na Umar, Uthmani na Ali. Jabali lile likataka kukatika, likateleza kidogo, akaambia tulia wewe, juu yako kuna Mtume, kuna Abu Bakar na kuna mashahidi hapa. Wakati huo wajafa. Mnajua habari hiyo? Umar bin al-Khattab, mtu ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Umari, wewe si wa kawaida, hakutani na wewe shetani njiani isipokuwa atatafuta njia ya pili. Shetani mwenyewe anamkimbia nani? Sio wewe unamkimbilia, na shetani ukitokea naye mnagongeana ile. Huyu Umar kwa maneno ya Mtume Muhammad. Lakini ndani ya Qur'ani kuna sehemu zinaitwa 93 zinaitwa muwafaqatu Umar. Muwafaqatu, kuna maudhi 93 katika Qur'ani. Umar anasema hivi, wengine wanasema hivi, inakuja Qur'ani inakubaliana na anayosema Umar. Kafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamfuata Hudhaifa ibn al-Yamani. Hudhaifa, mimi nimo humo. Hudhaifa asimtajie ile siri, akaambia siwezi kukutajia bwana kama umo au, lakini una wasiwasi gani wewe? Kadha wewe kadha, anamtajia hizi sifa hizi. Hii tunaambiwa sisi kisa hichi. Umemwona huyo Umar nafasi yake yote hiyo, lakini bado imefika pahala anajiona hajitoshelezi kwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa aliokuwa nayo. Sasa mimi na wewe umesimama usiku huu mmoja tutahajudi, usiku huu umepata rakaa zako 8 tu, ukija sisi wengine wote makafiri. Umenielewa? Usitosheke na ulichokuwa nacho, ongeza nafasi uliokuwa nayo. Usijitahidi kwamba sasa alhamdulillah, ibilisi anakuchezea wewe kwamba zinanitosha mwenye swala 5 zinanitosha, sina haja ya sunna. Ibilisi anakuchezea. Saumu ya Ramadhani mpaka Ramadhani inanitosha, usifanye hivyo, ibilisi anakuchezea. Funga Ramadhani, funga na Alhamisi Jumatatu, sawa sawa, funga siku nyeupe, basi hata ikitokea miraji, maadamu watu wanasema saumu ya miraji ipo, wewe funga. Atakutokea mtu akwambia haikuthibiti, ambia almuthbitu muqaddamu minan nafi. Almuthbitu, kama umesoma sheria, wana kipengele chao wanasema mwenye kusema ipo anatangulizwa kukubaliwa kuliko yule wanaosema hakuna. Wanatokea watu wawili, huyu anasema leo ipo, mwingine anasema leo, kisheria anakubaliwa huyu, anatangulizwa huyu mwenye kusema ipo. Almuthbitu muqaddamu minan nafi. Sasa mwingine anakuambia saumu ya miraji ipo,
wewe unasema haipo, basi huyu mwenzio huyu anasema ipo, anatangulizwa. Ndio article za kisheria hii ya dini yetu. Mswalieni Mtume Muhammad. Kuweni makini, tosheka na kufanya sana ibada kuliko kutosheka na kutofanya sana ibada, sawa? Kwa hiyo usiache vitu vidogo vidogo. Saidna Umar bin al-Khattab anatufundisha kwa nafasi alizokuwa nazo, tena kama tunavyojua mmoja katika makhalifa wale murshidin, lakini maskini anamfuata Hudhaifa ibn al-Yaman, bwana, hebu niambie mimi simo humo kwa siri. Hudhaifa akamwambia, kwa sababu hii ni siri kaniachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikutaji kama umo au we pambana kinafsi yako tu, lakini usiwe na wasiwasi, unajijua ulivyo. Hapa unapata kitu kingine, maana ya kuficha siri. Sio nakupa siri, nikifa unanitolea siri yangu. Bwana, yule Walidi alikuwa rafiki yangu, lakini alikuwa na mshipa eti nishakufa. Mnanielewa vizuri? Haifichwi hivyo siri. Siri asiru, wanasema malam yatajawaz shafataika. Siri ni muda wa kudumu, haijatoka midomoni kwako na kufuata. Unayo siri, nataka nikupe siri. Unacho kifua? Nacho. Bwana, kadha wa kadha. Kuwa nayo hiyo mpaka ufe nayo, ndio maana ya siri. Usimwambie bwana, nataka nikudokeze kitu lakini siri siri ya vipi hiyo? Hamna siri hiyo. Siri isitoke midomoni. Kuna watu walimfuata huyu Hudhaifa ibn al-Yaman, wakamwambia, hebu tueleze uliwezaje kufanikiwa kuficha siri mpaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akakuamini kukupa siri zake? Akasema njia yangu kubwa moja tu, akinipa akiniambia ili siri nalisahau pale pale. Halitembei kichwani kila wakati kwamba idibaka. Kanaambia siri zake na mezea nazisahau. Mwenyezi Mungu atufikishe hapo. Tulikuwa tunaelezea aya hiyo, nilikuwa nataka tumalize hii sura, lakini jamani, hii ndio Qur'ani. Wanasema lahul maani kalmauji fil bahri. Qur'ani ina maana nyingi sana kama mawimbi ya bahari. Inshallah kesho tutamalizia aya 3 zitakazo baki. Tutaimaliza hii, maana pia nayo haikwisha. Tumefikia hata idha jauha wa futihat. Kuna habari ya khazanatuha, wakina nani hao. Kuna habari nyingi sana hapo inshallah. Kama kawaida yetu sisi tunasoma kidogo ili tupate kuelewa sana. Wa ma alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Naam bwana, ana swali kule. Ndio. Watatoka. Hao wa mwisho kabisa ambao ni munafiki. Pia ni Waislamu. Si Waislamu. Kwa hiyo wao watakaa milele. Sio Waislamu. Swali lake zuri bwana mkubwa. Swali lake anasema mlango wa kwanza ameelewa, watakaa Waislamu kwa mujibu wa namna tulivyosoma hapa, na tumesema kwamba wale kama wanavyosema watu wa tauhidi, la yukhalladuna fi nar, la yukhalladuna, hawatowekwa milele motoni, watakaa kwa mujibu wa kiasi cha makosa yao. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na makosa kabisa, tutubie mpaka makosa yetu yote yapotee. Tukienda kwa Mwenyezi Mungu tusiwe na chembe ya kosa, na tutie peponi bighairi hisab. Tuwe karibu na Mtume Muhammad. Na hiyo dua yako omba sana, omba tuwa karibu na watu wema, kama alivyosema mmoja katika manabii wa Mwenyezi Mungu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Omba sana kuwa miongoni mwa watu wema. Sawa? Nabii Allah Suleiman alisema maneno haya. Sawa? Kwa hiyo mlango ule wa kwanza watakaa muwahiduna, wale watu waliosema la ilaha illa Allah lakini hawakuitekelezea na hawakuishi nayo kisawasawa. Yeye anasema la ilaha illa Allah lakini aswali, lakini nafsi yake inakubali kabisa. Na mlango wa mwisho kabisa ad-darkul asfal, tumesema wanakaa wanafiki. Sasa anasema je, hawa nao watakaa motoni alafu watatoka? Hapana, hawa wakikaa bilkulli, kwa sababu huyu hakuwa Muislamu. Mbaya zaidi alikuja kuharibu Uislamu kwa kujifanya
Muislamu na aliudhuru, huyu ni kafiru tena harbiyu zaidi. Kwa hiyo huyu akikaa moja kwa moja, ndio maana akachaguliwa ghorofa muhimu kabisa ya kule motoni. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Swali la pili, maswali yetu yanakuwa matatu tu. Namba Sheikh, mimi naomba niulize. Usiombe, wewe uliza tu. Umesema kwamba Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Inakuwaje mtu akifa, kafa ni mtu mwema, lakini kaacha huko nyuma madeni ambayo watu hawayajui? Hawayajui watu wake, yani ahli zake hawayajui yale madeni aliyoyaacha. Huko anakoenda inakuwaje? Kaacha yeye anadaiwa au anadaiwa na watu pesa. Watu wake hawajui, kwa hiyo hawezi kuyalipa. Kwa hiyo unaulizia huyu mtu madhambi haya atasamehewa au kusamehewa? Yani kafa hana dhambi nyingine, Mwenyezi Mungu kamsamehe. Hiyo dhambi hiyo ya kutolipa pesa za watu, haujaelewa? Sawa. Ndio dhambi hiyo. Kaacha anadaiwa na akafanya kusudi ya kulipa na kuwaambia wenziwe mpaka kafa, kaenda na madhambi, hajatubia. Takbiri, Allahu Akbar. Au kuuliza hivi? Ni hivyo. Uliona kubakisha pesa za watu sio dhambi? Madhambi hayo. Naam, swali lingine. Sheikh Mohamed jana uliuliza, leo nachagua leo. Subiria. Basi nitatoa matatu mengine lakini asizidi. Sawa, kwa sababu watu wanakwenda kufuturu mbali jamani. Naam, Sheikh, mimi swali langu ni katika swala la kutoa shahada kila wakati, la kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wakati tayari umeshakuwa Muislamu. Hii hasa ilikuwa ina maana gani, kwamba huenda mtu kila wakati? Anauliza huyu bwana, hii maana ya kurudia kutoa shahada wakati ushatoa shahada ina maana gani na ushatoa shahada? Ni kama kuoga kila siku tu. Ushaoga jana, leo unaoga nini tena? Swali lingine. Swali. Yunus auliza, maki naona mkono umeonyosha sana. Njoo mbele huko. Kama kula jana umekula na leo unakula. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam. Weka hiyo hapo. Haina shida kiongozi. Mimi jana nilikuwa kwenye kikao fulani hivi. Kuna mtu mmoja akawa anazungumza sana mambo ya dini. Sasa shekhe mmoja akasema huyu bwana anatusumbua tu. Akamuuliza swali yule bwana, swali likamshinda kujibu akaondoka. Sasa na mimi pia likanisumbua kwa sababu sikupata jibu. Swali lenyewe liko hivi: A'udhu billahi minashaitani rajim. Akaulizwa ni dua au ni aya, akashindwa kujibu. Na mimi sikupata faida. Na wallahi na mimi sijui. A'udhu billahi minashaitani rajim ni dua au ni aya? Au wote, huyu aliouliza hajui na alioulizwa pia hajui. Unajua Waislamu niwaambie, kaa chini Yunus. Tusijitie tabu bwana. Tabu. Tunatia tashkiki au ndo mambo ya kuhamishana. Kwani dua ni nini? Nini definition ya dua? Dua ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukisema najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shetani, haijakuwa ni dua? Ikisemwa aya ni nini? Aya ni moja katika haya maneno yaliokuja katika Qur'ani, kuanzia alhamdulillah mpaka minal jinnati. Hivi ukiitizama msahafu wote kuna aya inasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Waislamu tutokeni sasa katika daraja hii, tukae katika nafasi zetu za sawa. Lakini vipi tutaondoka hivi? Ni kujikubali kwamba sisi hatujui. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu Waislamu tunapenda sana. Hapana, Mungu amekataza mambo hayo. Tumezungumza katika madhambi, ngazi ya kwanza ni nini? Ni kukiri, katika kutubia. Ngazi ya kwanza ni basi kiri pia. Kiri kwamba mimi kitu sijui, namfuata anayejua niambie, kuna ubaya gani? Mbona ukiumwa unaenda kwa daktari anakupiga sindano? Hauna bisha. Basi na mambo haya ya ilmu, na nasema mwaka jana nilisema na mwaka huu nasema, tutoweni muda wetu kuisoma dini yetu bidhabti. Bahati mbaya wengi hatukuisoma, wengi hata mimi nilokaa hapa sijaisoma dini. Sasa tujitengeni kuamua kutafuta kuisoma
Na ndio maana kwa kutosoma dini unaona dini kama nzito, ina matatizo mengi, mashakili madogo madogo, lakini yakuwa makubwa. Moja katika swali kama hilo, hivi a'udhu billahi ni aya au ni dua? Haiwezekani swali likaja kama hivyo. Aya au ni dua? Ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Aya ni moja katika hizi aya 6000 na ngapi zilizokuja katika Qur'ani. Kuna aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sura gani hiyo? A'udhu billahi, mtume ametuambia, Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani. Katika Qur'ani ametuambia fa idha qara'ta al-Qur'ana, ukisoma Qur'ani jilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shetani. Kwa hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu kujilinda. Kwa hiyo kilichokuja katika Qur'ani ni hicho, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Sawa? Na mtume ndo akatufundisha maana hiyo isti'adha ni kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kwa hiyo usisome Qur'ani ila uanze na neno a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lakini ndio dua, kwa sababu unajilinda kwa Mwenyezi Mungu, ni dua hiyo. Haya, katika munasaba wa habari hapa kwa kumtaja Abdullah bin Salul kwamba huyu anaonyesha alikuwa ni Muislamu, anaonyesha ni Muislamu kwa muonekano, Sasa swali, nifaki inaweza kumpelekea mtu ikamtoa katika Uislamu moja kwa moja? Sio inampelekea ikamtoa katika Uislamu. Swali lake bwana anasema, nimemtaja Abdullah bin Ubay bin Salul, anaonekana alikuwa Muislamu, si ndio alivyosema? Anaonekana kimuonekano ni, na ndivyo alivyoeleza Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'ani. Nimekusomea aya fa idha ra'aitahum tujibuka ajsam wa in yaqulu, manake huwapingi. Ukimuona unasema huyu ni Muislamu kweli, na akisema anasema Kiislamu. Sasa swali lake linakuja, nifaki inaweza kumtoa mtu katika Uislamu? Jawabu, aliingia lini? Mnanielewa? Hajaingia hapo hata katika Uislamu wenyewe, yuko nje kabisa ya Uislamu, lakini anajifanya ni. Mmenielewa sio? Nimejibu wazi wazi kabisa. Mnafiki hajaingia kabisa katika Uislamu. Si aya inamaliza humul aduwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Humul, hao ni maadui wa Waislamu. Hivi kuna Muislamu akawa muadui wa Uislamu? Humul aduwu, mnafiki ni adui. Fahdharhum, jitahadhari nao. Qatalahumullahu, Mungu awalani. Anayelaaniwa nani? Anna yufakun, lini watazinduka hawa warudi katika Uislamu? Ndio anna yufakun, watarudi lini katika Uislamu hao? Unafiki ni nje ya Uislamu. Kwa hiyo usiulize hivi nifaki inaweza ikamtoa mtu katika Uislamu. Ni hivi sasa, kama ulikuwa Muislamu mzuri kisha ghafla ukatugeuka kwa unafiki, ndio utakuwa umetoka sasa. Lakini kama tangu mwanzo ni mnafiki moja kwa moja, ndio namna hiyo. Waislamu, dakika 5 zimezidi na tukubali kwenda na wakati. Inshallah darasa zipo, una swali lako inshallah lihifadhi.